Weza kutukutanisha tena wana na binti zako kwa ajili ya kuliita jina lako. Baba, tunakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa wote ambao wameweza kujiunga masaa haya. Lakini hata kama kuna wengine Baba bado wanatamani kujiunga na hawajaweza kuingia, na kuomba Roho yako Mtakatifu akawaamshe na akaweze kuingia mahali hapa tukalisikilize neno lako takatifu. Tusamehe makosa yetu, tutakase kwa damu ya Kristo. Tunapoenda kujifunza Baba, tupatie Roho yako mwema akaweze kutusaidia kutafakari na kuelewa kile kinachoenda kufundishwa masaa haya. Mbariki mtoa somo anapoenda kutufundisha, kamtumie kama chombo cha sifa. Kaongee wewe Baba na tukaweze kubarikiwa. Asante kwa sababu utaenda kututendea. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Asante sana mpendwa Joyce. Katika asubuhi hii ya leo na mimi niweze kumshukuru Mungu. Si jambo na mshukuru Mungu naendelea vizuri, na pia nimeweza kupata kibali katika siku hii ya leo ili tuweze kuendelea kujifunza maandiko ya Mungu na kukumbushana pia. Tumeanza kipindi chetu au somo letu ambalo ni kujiandaa kumlaki Bwana wetu Yesu Kristo ajapo mara ya pili. Kwa hiyo tunapoendelea kutafakari, tunapoendelea kujifunza, tuendelee pia kujiandaa kikamilifu kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Somo letu ni lile lile. Kichwa cha somo kinasema mbingu iko tayari. Je, umejiandaa? Leo ni sehemu ya 3. Jana tuliona sehemu ya 2. Leo ni sehemu ya 3 ambayo tunaenda kutafakari, na fungu letu simamizi au fungu kuu ni lile la kitabu cha Yohana sura ile ya 14 na mstari wa 13. Hapa kuna ahadi ambayo Bwana wetu ametuahidi, ameacha maagizo wakati anakaribia kupanda kwenda mbinguni. Je, umejiandaa? Sehemu ya 3, umejiandaje? Basi tunajua ya kwamba kwa kuwa Yesu kuja kwa Yesu mara ya pili si hadithi tu. Tunajua hilo, amesema mwenyewe, na tunajua ya kwamba kuna mahali amesema ya kwamba yeye si mwanadamu, hawezi kusema uongo, wala hawezi kubadilika. Hapana. Ahadi yake ni ya kweli. Kwa hiyo kuja kwake mara ya pili si hadithi, bali ni ahadi ya hakika na kweli. Ni ahadi ya hakika na kweli. Kwa hiyo tukae tukijua ya kwamba alichokisema atakitimiza. Yuaja. Yesu anakaribia kuja, mpendwa. Dalili za dunia hii zinaonyesha kwamba tuko katika siku za mwisho. Tunaishi katika siku za mwisho. Je, uko tayari kumpokea Yesu? Je, umejiandaa wakati atakapokuja? Lile fungu simamizi linasema 14:3 linasema, basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Yesu aliondoka, lakini hakuondoka milele. Hakuondoka milele. Amesema ya kwamba anafanya nini? Atarudi. Atakapomaliza atarudi. Anaandaa mahali na atarudi tena. Kwa hiyo hii ahadi ambayo ametuambia, mpendwa, katika asubuhi hii ya leo, naomba tusiweze kuipuuzia kwamba muda wote anaweza kaja. Hatujui ni lini. Kwenye kile kitabu cha Mathayo sura 25:36 ukisema kwa muda wako, anasema hatujui ni lini. Hakuna anayejua saa wala siku. Hakuna. Kwa hiyo muda wote tu anaweza akatupa chetezo chini na akaja. Kwa hiyo ni mimi na wewe kuendelea kujiandaa
ili atakapokuja kwetu asije kama mwizi, bali aje kama rafiki yetu, atuchukue twende kuishi katika makao ambayo ametuandalia. Katika makao ambayo ametuandalia. Sasa wakati huu tutafanya nini? Ili ajapo atukute tuko tayari. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo tunaenda kuyaangalia ili tuweze kuendelea kujiandaa. Tusikae tu hivi, tusizubalishwe na mambo ya dunia, bali tujitenge na mambo ya dunia ili tuweze kuwa tayari siku atakapokuja. Kwa sababu wakati atakapokuja kuna wale ambao itakuwa kama vile surprise kwao, watashangaa kwao, lakini kwa wale ambao watakuwa wamejiandaa kwao hakutakuwa na mshangao, kwa sababu wamejiandaa tayari. Kazi yao ni kumlaki atakapokuja. Atakapokuja. Kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 3:19 tumekuwa tukiona haya mafungu yanajirudia. Panasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwa hiyo wakati tunaendelea kujiandaa kutubu dhambi zetu, pia ni mojawapo ambayo inatusogeza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, inatupa kibali ili Yesu atakapokuja tuweze kumlaki. Tuache dhambi. Matendo ya Mitume 3:19 ndipo inaposema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Kwa hiyo mpendwa, bila kutubu dhambi zetu hazifutwi. Zinaendelea kuwa pale na zinaendelea kuongezeka. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Wakati Yesu atakapokuja, wakati Yesu atakaporejea mara ya pili, tuweze kupata kuburudika. Tuweze kuishi yale maisha ambayo hakuna kuteseka tena, hakuna kulia tena, hakuna misukosuko. Kitu ambacho kitakuwa ni kizuri sana. Sio kusema tu Bwana nisamehe kwa mdomo. Hapana, hiyo haitoshi. Ni kuacha dhambi kabisa ya moyoni. Yaani unaacha dhambi kabisa hata kama ni vigumu. Nakuwa nasema kila siku, kuna dhambi ambayo inakuwa vigumu kuiacha. Unajaribu leo lakini kesho tena inajirudia. Endelea, usiache kuomba. Shetani asikuletee mawazo kwamba wewe ni mdhambi, wewe hauwezi kusamehewa. Hapana, hayo mawazo kabisa uyakatae, uyakatae. Tumeona kwamba kwenye kile kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya 4 tuliona kwamba tuna mwombezi wetu. Yesu anatuombea. Yesu anashirikiana pamoja nasi. Hajatuacha hata siku moja. Hajatuacha. Kwa hiyo tuendelee kuwa karibu naye ili maombi yetu yaweze kufika kwenye kiti cha Baba yetu wa mbinguni, ili Yesu anapoyafikisha yaweze kuwa na kibali. Unaona? Sababu kuna wakati wewe mwenyewe ujione kwamba unahitaji kitu fulani. Ujione kama unahitaji kitu fulani. Hata mimi ninapokuwa naombea mtu inakuwa vigumu kama sijui kama ninayemuombea na yeye haweki nguvu. Wewe ukiweka nguvu kabisa, kwa sababu wewe ndiye unayetaka. Mimi na watu tukishirikiana inaongeza sasa, ni kama vile ina boost. Inainua, tunainuana. Kwa hiyo maombi yako yanahitajika ili na Yesu pia aweze kuyachukua, maana hatulazimishi. Anahitaji wewe useme, umwambie. Unaona, usipomwambia kwa kweli sio vizuri. Anasema tumwambie ili aweze kutusaidia. Kujiandaa kumlaki Yesu kunaanza na toba ya kweli. Sio kusema tu kwa mdomo, ni kuacha kabisa dhambi, kabisa. Toba ya kweli inaleta mabadiliko. Toba ya kweli inachukia dhambi. Toba ya kweli inakupeleka mbali na mawazo mabaya. Wakati unafanya toba, wakati unajiandaa kumlaki Yesu Kristo, yale maombi yako ya kuacha ile dhambi inakuwa inakusogeza pole pole karibu na Mungu.
inatusogeza karibu na Mungu ili tuweze kusamehewa dhambi zetu. Kwenye kile kitabu cha Methali 28:13 ndipo anasema, Methali 28:13 anasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unaona? Kwa hiyo itakuwa vigumu sana kuja kuomba au kumlilia Mungu wakati kuna dhambi unaificha na unaijua. Labda kama haujui, labda kama ushaisahau, hiyo Mungu haihesabu. Anajua kabisa, na akiangalia ndani ya moyo wako anaona ile dhambi hauikumbuki. Lakini usifiche dhambi. Kama unajua umetenda kosa, unalikumbuka, litubie. Sema, litaje, Baba, nimetenda dhambi hii leo, naomba unisamehe. Tusifiche dhambi, wapendwa. Tusifiche dhambi. Mimi nakuwa naambia watoto wangu, msifiche dhambi. Maana ukificha dhambi na nikaja kugundua umenificha, nitakupa adhabu. Kwa hiyo wakati tunaficha makosa yetu, inasababisha na maombi yetu yasifike hata popote, yasipokelewe. Maana Mungu anasema anachukia maombi ya mwenye dhambi. Mwenye dhambi ni yule ambaye anaenda kuomba lakini ameficha. Wewe unaficha dhambi na unaijua umeificha. Unafanya kitu gani? Sio vizuri. Kuomba msamaha ni kusema ile dhambi ambayo umetenda, ili tusamehewe. Kwa hiyo afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha hupata rehema. Unaona, yule ambaye anayeungama dhambi zake zinasamehewa. Unaona, Bwana anaturehemu, zile dhambi zinafutwa kwa sababu tumeziacha, tumezitaja. Tutubu dhambi zetu na tuzitaje kwa majina. Tusifiche dhambi zetu. Kama ukificha dhambi yako, utafanya hautafanikiwa. Kwa nini? Wewe mwenyewe unajua kwamba kuna dhambi ambayo uko unaficha. Kuna dhambi unaificha. Sasa ile dhambi itakusaidia nini wakati unaificha? Ni bora uitoe. Yesu yuko pale. Tuliona hapo siku ambazo zimepita. Tumeona kwamba Yesu yuko pale, anakaa, anatuombea msamaha. Sasa akuombea msamaha kwa dhambi ambayo wewe mwenyewe hautaki kuiweka wazi. Ametuahidi ya kwamba, anasema kwenye Isaya 1:18, anasema ya kwamba njooni kwangu. Anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, nitazisafisha, zitakuwa nyeupe kama theluji. Usipoitubu dhambi, mpendwa, unajihatarishia maisha yako ya kesho, maisha ya ufalme wa mbinguni unayahatarisha. Chunguza maisha yako, ungama kila dhambi, achana nayo bila kurudi nyuma. Yache. Tuna kisa cha mpendwa wetu Ayubu kwenye sura ya 1 na mstari wa 1. Ayubu atufundishe katika asubuhi hii ya leo. Ayubu 1:1 inasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Wapendwa, kuepukana na uovu inawezekana. Kuepukana na dhambi inawezekana. Kuitwa mtakatifu inawezekana. Kwa hiyo mtu huyu Ayubu, si kwamba alikuwa mtu wa ajabu, si kwamba alikuwa mtu ameumbwa kwa namna nyingine. Hapana, aliumbwa kama wewe, aliumbwa kama mimi, lakini alikuwa anajua utaratibu. Tujiwekee utaratibu na sisi. Kama tunahitaji kumpokea Yesu atakapokuja mara ya pili, lazima tuweke utaratibu wa kumtafuta. Lazima tuweke utaratibu wa kunyenyekeza mbele zake. Lakini pia Ayubu kuna kitu ambacho alikuwa anakifanya cha ajabu sana. Mstari wa 5, pale mstari wa 5 anasema, basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao
zilizokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao, akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Ayubu alitambua. Ayubu alijua ya kwamba watoto wake huenda wamemkufuru Mungu, wamemkosea Mungu. Ayubu alichukua nafasi ya kuhani katika familia yake. Siku zilizopita nikasema, baba, ewe mama, kuwa kuhani wa familia yako. Kuwa kuhani wa familia yako. Tuwe kama Ayubu. Ombea familia yako, ombea watoto wako, ombea mke wako, ombea mume wako. Chukua jukumu hili kama tunahitaji kujiandaa. Ombea msamaha familia yako. Lakini pia si familia yako tu. Unaweza kaombea kanisa, unaweza kaombea jamii, unaweza kaombea majirani, kulingana na namna unavyoona majirani wanaishi. Na mkumbuka Daniel alipokuwa aliomba kuanzia vizazi vilivyopita. Anasema babu zetu walikukosea, baba zetu walikukufuru, walishindwa kukuamini, walifanya hivi. Anajiombea, lakini pia anaombea na dhambi ambazo babu zake walifanya. Kwa hiyo na sisi iwe vizuri tuanze kuombea hata majirani zetu, kuombea kanisa, kuombea viongozi wa nchi. Ni vizuri sana, ni vizuri sana. Nchi inaweza kupata amani, nchi inaweza kuwa inastawi kwa sababu ya maombi yetu. Kwa hiyo mpendwa, tunapoomba, tunapojiandaa, ombea nchi yako, ombea na familia yako. Tuwe kama Ayubu. Lakini pia kwenye kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:17, Wathesalonike wa kwanza 5:17 pia inasema kwamba tuombe bila kukoma. Inasema ombeni bila kukoma. Tuombe kila siku. Maisha kujiandaa kwenda mbinguni, tuombe kila siku. Usiombe siku hii kesho uache, au uombe mwezi mmoja uache. Ni kuendelea, ni maisha, yani ni routine. Yani kila kitu ni kitu ambacho tunapaswa kufanya kila siku. Tukifanye kila siku kuandaa maisha yetu. Maombi ni uhusiano wako na Mungu. Bila maombi huwezi kusimama siku za mwisho. Ni kweli. Tuache hata siku za mwisho bila maombi, kujiepusha dhambi tu inakuwa ni mgogoro. Mwili unakuvuta. Sababu gani? Hauna maombi yenye nguvu, hauna maombi ya kudumu. Unaomba mara moja unaacha. Unaomba tu ukienda kulala tu. Kwako unaona inatosha. Ile haitoshi. Maombi ya kwenda kulala haitoshi mpendwa, haitoshi. Ni kuomba kila unapopata nafasi. Omba kila unapopata nafasi. Jenga uhusiano wako na Mungu kila unapopata nafasi. Maombi hujenga nguvu ya ndani. Maombi hukupa ushindi dhidi ya majaribu. Maombi hukuweka karibu na Mungu. Hii ndio nguvu ya maombi. Mtu ambaye amekaa kwenye maombi kabisa, kutenda dhambi inakuwa vigumu. Inakuwa vigumu. Anajiepusha na dhambi. Hata Daudi anasema kwenye kitabu cha Luka 21:36, Luka anasema, kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika hayo yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu atakapokuja. Unaona? Kwa hiyo ni kukesha, ni kuomba bila kukoma wapendwa, ili tuweze kustahimili. Tengeneza muda wa maombi kila siku. Omba asubuhi, omba mchana, omba na jioni. Lakini pia niongeze na hili, hata ikiwezekana omba zaidi.
isiwe mara 3 tu. Ukipata nafasi omba, uzidishe hapo. Uzidishe hapo. Usijiwekee mpaka kwamba nitakuwa naomba kila siku mara 3. Hapana. Omba kila unapopata nafasi mpendwa. Omba. Maombi yanatusaidia kuweza kuepuka au kushinda nguvu za yule mwovu. Jifunze kuomba kwa moyo. Jifunze kuomba kwa moyo. Ishi kwa neno la Mungu. Tufuate tuweze kuishi kwa neno la Mungu. Zaburi 119. Zaburi 119 na mstari wa 105 anasema 105 anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza au na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo neno la Mungu linatuongoza. Neno la Mungu linatuongoza. Biblia ndiyo mwongozo wa maisha ya kila Mkristo. Biblia, neno la Mungu ndiyo mwongozo wa kila maisha ya Mkristo. Neno linakuonyesha njia sahihi. Neno la Mungu ndilo linalotuonyesha njia sahihi. Lakini mpendwa, kuna njia nyingi, lakini iliyo sahihi ni moja tu. Kuna njia nyingi, lakini njia iliyo sahihi ni moja tu, ya kumuona Yesu Kristo. Kuna njia zingine kama hii hapa. Kuna njia ya pumbavu. Ukisoma Mithali 12:15 inasema, Mithali 12:15 inasema, njia ya mpumbavu imenyooka machoni pake mwenyewe, bali yeye aliye na hekima husikiliza ushauri. Kwa hiyo hii ni njia ambayo mtu asiyekuwa na hekima na akili anaona kwamba ni nzuri, lakini sio njia ambayo inampeleka mbinguni, sio njia ya kumpa wokovu, lakini yeye anapoiangalia anaona ni njia nzuri. Sio kweli. Kuna njia za mauti pia. Mithali 14:12. Mithali 14:12 kuna njia ambayo iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Unasikia? Kuna njia ambazo tukiziangalia tunaona tuko sahihi kabisa, lakini mwisho wake njia hizi ni za mauti, ni za kutuangamiza. Kwa hiyo tuwe makini sana. Njia moja ya kutufikisha katika ufalme wa Mungu ni kumtazama Yesu Kristo. Kumtazama Yesu Kristo. Neno la Mungu pekee ndilo litakalo kuonyesha njia iliyo sahihi. Linakusaidia kutambua uongo. Linakuimarisha kiroho. Lakini pia Mithali 24:35, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Hatapita kamwe. Hata kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5:17-18 ameyarudia haya maneno, ameyanukuu kwamba ni bora mbingu na dunia viondoke kuliko hata yodi moja kutoka katika maandiko ya Bwana. Kwa hiyo maandiko yanatusaidia sana kujua ukweli. Maandiko yanatusaidia sana kujua njia ya kweli. Mathayo ile sura ya 24:35. Hapana, samahani. Nimesema Mithali, ilikuwa ni Mathayo 24:35 kama nitakuwa sijakosea. Nisamehe kwa hilo. Anasema, soma Biblia kila siku, tafakari na kuelewa. Tii unachojifunza. Wakati unajifunza yale maneno, uyatafakari, lakini pia na kuyatii. Tusisome tu na kuviachia hapo. Sheria zipo pale kwa ajili ya kutuongoza. Tusijisome tu pale, lakini tunakuwa wa kwanza kuzivunja. Haimpendezi Mungu. Wala maandiko yanasema kwamba tunapofanya hivyo tunamsulubisha Yesu mara ya pili. Lakini kitabu cha Waebrania 12:14, Waebrania 12:14 natuambia hivi, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Amen. Kweli, kama nilivyosema hapo awali kwamba mtu kuwa mtakatifu inawezekana. Kwa hiyo ni sisi kujiandaa,
ni sisi kujua namna ya kutafuta huu utakatifu. Na saa ni hii, ni leo tunajiandaa, tunatafuta utakatifu ili Yesu aje tumuone, tumpokee, atupeleke pale alipotuandalia. Yesu anarudi kwa watu watakatifu, si kwa watu wanaoishi maisha ya dunia, maisha ya dunia. Kama hapo jana kwamba kuna watu ambao maisha yao tu, yani wameenda kwenye biashara, wengine kwenye kazi, wamejiwekeza kwenye anasa za dunia, mambo ya starehe. Sisi tuachane na hayo mambo, tujiwekeze kwa neno la Mungu. Tujiwekeze kwa kuandaa mioyo yetu na familia zetu, ili ajapo mara ya pili tusiweze kukosa. Maana Yesu anakuja kwa wale ambao wamejiandaa, kwa wale ambao ni watakatifu. Utakatifu ni kuishi tofauti na dhambi, ni kujitenga na mambo mabaya, ni kumruhusu Mungu akutakase kila siku. Petro wa kwanza 1:15-16, iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Petro wa kwanza 1:15-16. Wapendwa wa Mungu, tuepuke marafiki na mazingira mabaya, marafiki na mazingira mabaya. Kwenye kile kitabu cha Korinto wa pili kama ni 13 pale mtuambia tusidanganyike, marafiki wabaya uharibu tabia njema. Marafiki wabaya, angalia ni rafiki gani ambayo unaye. Je, anakusaidia katika mambo ya kujiandaa wewe kwenda mbinguni, au anafifisha imani yako? Au anakurudisha nyuma? Epuka na marafiki wasiokusaidia kujiandaa kiroho. Linda macho yako na masikio yako. Tavirindaje hivi? Linda macho yako kuangalia mambo yasiyofaa kwenye simu yako, kuangalia mambo yasiyofaa hapo kwenye vijiwe, hapo kwenye mikutano, sijui kwenye maklabu, kwenye vilabu huko. Acha kwenda huko. Kama unataka kujiandaa, achana na kwenda huko. Kama ulikuwa unaenda, acha leo. Mambo ya kuangalia social media, vitu ambavyo havina maana. Na hii ya simu ni hatari sana. Tuombe Mungu atuepushe na haya. Masikio, kusikiliza watu ambao yani hata ukisikia stori zake ni stori tu, hazikufaidi chochote, ni vichekesho tu vitupu. Jana tuliona kwamba maneno yetu yawe mazuri yawe mabaya, yataweka kwenye mizani. Kwa hiyo kile unachokisikia, kile unachokisema ni kuangalia sana vizuri. Kwa makini sana. Kwa mwangalifu na kusubiri kwa imani. Mathayo 24:44. Mathayo 24:44 nasema, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msioidhania mwana wa Adamu anakuja. Mpendwa, kwa hiyo wapendwa, tuwe waangalifu na tujiweke tayari. Tujiweke tayari. Wakati napoenda kuelekea mwishoni, tusiwe kama wale wanawali 10, 5 ambao walikuwa wapumbavu, lakini 5 wengine wakawa waelevu, na hatimaye mwishowe 5 wakampokea mfalme. Lakini pia Ufunuo 22:12 nasema, tazama anakuja upesi. Yesu anakuja upesi. Na ndio maana tunajifunza hapa, tunajikumbusha hapa, tuandae maisha yetu ya kesho. Usichelewe kubadilika. Ishi kila siku kama Yesu anarudi leo. Jiandae mpendo. Jiandae. Usipoteze muda kwa mambo yasiyo na maana. Usipoteze muda. Kwa muda wako usome Mathayo 24:14. Nasikia tuendelee kujiandaa. Lakini pia niseme haya maneno kisha nimalize. Kushuhudia
kuonyesha uko tayari kweli kumshuhudia Mungu. Inaonyesha kwamba uko tayari. Ni wajibu wa kila Mkristo kushuhudia. Waambie wengine kuhusu Yesu. Shiriki au toa ushuhuda wako. Waombee waliopotea. Tuna wajibu pia kuwatangazia watu wengine kwamba Yesu anakuja, Yesu anakaribia kurudi, nao wajiandae kumlaki Yesu Kristo. Nihitimishe kwenye fungu hili mpendwa. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Usichelewe. Usichelewe kujiandaa. Yesu anakuja. Si kwa kuchelewa, bali ni kwa wakati wake. Ufunuo 3:11, nimalizie hili fungu. Ufunuo 3:11 anasema, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Mpendwa, asubuhi hii ya leo, shika sana maneno haya. Shika, jiandae kikamilifu, ili asije yule muovu akutoe hapo ulipo. Akutoe hapo ulipo. Wakati wa kujiandaa ni sasa. Wakati wa kutubu ni sasa. Wakati wa kubadilika ni sasa. Usingoje kesho. Kesho inaweza isiwe yako mpendwa. Kesho inaweza isiwe yako. Asante sana. Mungu awatie nguvu. Mungu aendelee kutukumbusha kujiandaa. Tusipotelee katika mambo ya dunia, bali tupotee katika maombi, tupotee katika kujiandaa sisi na watoto wetu. Yoshua anasema, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Mungu awabariki sana wapendwa. Mungu awalinde sana. Tunapoenda kuomba, naomba na kuomba hapo ulipo, mwambie Bwana. Mwambie dhambi ambayo umeshindwa, ili Yesu akusaidie kuirekebisha, ili Yesu akusaidie kuibeba na kuiondoa kabisa. Nimkaribishe dada yangu Queen, kama unatusikia. Dada yangu Queen, kama unatusikia, nikuombe ufungue mic kisha utuweke mikononi mwa Bwana. Dada yangu Queen, nikuombe ufungue mic utuweke mikononi mwa Bwana. Asante na Mungu awabariki. Asante sana mtumishi kwa neno lako asubuhi ya leo, mchana wa leo, kwa wale ambao Bwana ni mchana, na pia kwa wale ambao Bwana ni asubuhi pia. Mungu akubariki sana kwa neno hili, limeweza kutubariki mioyo yetu. Asante. Wacha tukapate kuomba. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunasema ni asante kwa asubuhi ya leo, mchana wa leo, jioni ya leo Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Mtumishi wako ameweza Bwana kutunenea wakati huu. Tunasema ni asante kwa ajili ya neno lako Bwana. Neno lako ni kweli na amina Bwana. Tazama jinsi vifungu vyote ambavyo ameweza kutupatia Bwana, maneno ambayo tumeweza kusoma kulingana na Roho wako. Tunasema ni asante. Wacha Bwana, tunapovirudia Bwana, siku tunavyoendelea kufanya kazi, tunavyoendelea kuishi na jamii zetu, tunavyoendelea kuviregea Bwana, vikapate kutujenga mioyo yetu na kutuweka huru Bwana, vikapate kututia motisha hata kuzidi kulisoma neno lako. Asante maana Bwana umesema kuwa Bwana tukapate Bwana kujitayarisha kwa ajili ya siku yako ya kuja Bwana. Tusipatwe Bwana ghafla, bali tukapate ukapate kuja Bwana, na tuko tayari Bwana. Tuwe tayari kwa sababu sisi ni rafiki zako Bwana. Sisi hatutaenda kupatwa Bwana off guard. Hatutaenda kupatwa Bwana kwa ghafla Bwana. Tunaenda kupatwa tukiwa tuko tayari, maana Bwana tunakutarajia na tuko tayari kukungoja na tuko tayari hata kupatana na wewe Bwana. Asante Bwana kwa neno lako. Tunakushukuru maana Bwana umesema tukapate Bwana kuchunga hata yale ambayo tunaangalia katika simu zetu, tunavyoachilia watoto wetu Bwana, wanavyoangalia katika simu, wanavyoangalia katika televisheni, wanavyoangalia hata katika kila sehemu ya simu Bwana. Tunaomba Bwana ukapate kututia moyo, ukapate kutupa nguvu, ukatuwezeshe Bwana tukaweze kufunza watoto wetu neno hili, likapate kuwajenga na kuwakuza katika jina la Yesu Kristo. Wacha Roho wako akapate kuwa pamoja nasi. Wacha Bwana damu ya mwanao Yesu Kristo ikazidi
kutakasa kila mmoja wetu Bwana, na ikapate kuvunja kila ngome za giza zinazoturudisha nyuma, zinazotuvunja moyo na kusema kwa Bwana sisi ni watenda dhambi, hatuwezi kusimama mbele yako Bwana, hatuwezi kusikiza neno lako wala hatuwezi kukuhudumia Mungu wangu. Wewe Bwana ukapate kuzidi kutupa moyo na kuzidi kutupa hekima na maarifa katika maisha yetu. Tunapotubu dhambi zetu, wale ambao wanasikia kama wamevunjika moyo, kapate kuatia moyo na wakazidi kusimama, wasichoke kutubu, maana Bwana wewe unasikia maombi ya kila mtu, na wewe unatupenda sisi wote, hauna ubaguzi na mtu yoyote. Watoto wako wote umewaeka kiganjani mwako, umewakumbatia kifuani mwako, na utazidi kwa pamoja nao. Asante Mungu wangu, maana wewe ni Mungu na utabaki kwa Mungu maishani mwetu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Asante hata kwa ajili ya dada yetu Butondo. Amesema Bwana mume wake amekuwa akiumwa Bwana, amekuwa akiumwa kwa muda na amekuwa hospitali, kila wakati anapopona anarudishwa tena hospitali kwa ajili ya maumivu. Tunakemea pepo la maumivu Bwana, kama umeweza kusimama na mimi katika hili katika maumivu ya arthritis Bwana, usiku asubuhi ya leo naenda kusimama na mume wake, na tunatangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kila chembe chembe ya damu yake inaenda kutakaswa wakati huu katika jina la Yesu Kristo. Kila nyama ya mwili wake Bwana inaenda kuponywa katika jina la Yesu Kristo. Hakuna ugonjwa ambao utaenda kusimama na kumrudisha nyuma kiafya Bwana. Afya yake iko imara na afya yake imerudi sawa katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu, maana Bwana umetupa kibali ya kuweza kusimama na neno lako Bwana, na tunatangaza uponyaji juu ya maisha yake, tukijua Bwana amepona, maana kwa damu ya mwanao Yesu Kristo tumepona katika jina la Yesu Kristo. Asante, maana damu ile haikufanya kazi pale msalabani peke yake, ilifanya kazi wakati ule, imezidi kufanya kazi miaka iliyopita, imezidi kufanya kazi wakati huu, na itazidi kufanya kazi hata wakati ujao hadi atakaporudi. Asante Mungu wangu, maana damu hiyo inaenda kutangaza mema katika maisha yake, inaenda kutangaza mema katika fedha zake Bwana. Hakuna fedha itakayotumika tena kwa ajili ya matibabu yasiyoeleweka, magonjwa ambayo ameenda yakiinuka kila wakati Bwana katika maisha yake. Pesa zake zitaenda kutulia na zitaenda kufanya miradi, bali itaenda kusimama na kulipa bills ambazo hazieleweki na bills ambazo zimemchosha Bwana. Asante Mungu wangu, maana Bwana unaenda kusimama na jamii ile katika jina la Yesu Kristo. Asante hata kwa ajili ya kiongozi wetu Evangelist Mugase, tunamkabidhi mkononi mwako. Asante kwa huduma hii ambayo Bwana ametuunganisha sisi wote katika dunia hii Bwana, katika nchi zote ambazo zinawakilishwa mahali hapa. Siwezi kuzitaja kwa wakati huu Mungu wangu, lakini nina imani kwa Bwana umewaleta kila mmoja wetu mahali hapa kwa sababu unalo kusudi na lengo la sisi kwa mahali hapa. Hatujakosea njia wala hatuko mahali hapa kwa sababu ya kukoseka. Tuko hapa kwa sababu ya upendo wako, tuko hapa kwa sababu ya neno lako. Limetuunganisha na litaenda kututenganisha. Wacha neno hili likapate kutujenga kila mmoja wetu mahali hapa, kila jamii iliyowakilishwa mahali hapa Bwana. Nenda Bwana ukapate kusimama nao katika jina la Yesu Kristo. Kawatie nguvu, kawaonekanie katika biashara zao, kawaonekanie katika jamii zao, kawaonekanie katika afya zao, kawaonekanie katika masomo yao, kawaonekanie katika masomo ya watoto wao, kawaonekanie katika hata biashara na kila kitengo katika maisha yao. Asante Mungu wangu, maana Bwana unaenda kutenda. Asante pia kwa viongozi wetu wa Power Request, tunawaleta mkononi mwako. Wengi siwezi kuwataja na majina, lakini wote tunawajua Bwana, na kila mtu anaenda kunena katika mioyo yao Bwana, wakiwakabidhi mikononi mwako, tukijua Mungu wangu ni wewe umewatia nguvu na utazidi kuwatia nguvu, na wala hautaenda kwa katisha moyo Bwana katika huduma hii Bwana. Wakati wanapochoka Bwana, damu yako na neno lako ikapate kuwasimamisha, ikapate kuwapo vivio tena katika roho zao katika kazi hii Bwana, wakapate kusimama na Power Request Mungu wangu. Asante hata kwa ajili ya kijana wetu pia Nelson anayesimama na huduma hii kiteknolojia Bwana, kazidi kumpa ujuzi huo akapate kusimama na huduma hii katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa wale wote ambao wanatuhubiria asubuhi na pia somo la saa 3. Tunaomba Bwana ukazidi kuwatia moyo, kazidi kuwafunulia Bwana, ili Bwana tukapate kusoma kupitia
kupitia hao, na pia sisi Bwana tunavyoendeleza kukuzwa Bwana, tukapate kukuzwa kwa Roho wako. Asante Mungu wangu, maana Bwana unaenda kutenda. Asante kwa neno lako, asante kwa mtumishi wako Jean Marie ambaye ametuhudumia kwa wakati huu Bwana. Tunasema ni asante, kazidi kumpa muda, kazidi kumpa moyo, kazidi kumtia Bwana motisha, na ukazidi kumtia nguvu pamoja na jamii yake, ukazidi kuwalinda katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya huduma anayofanya. Haifanyi tu kwa Power Request Bwana, amesimama na wewe hata kwa jamii yake Bwana, amewafunza neno na wamekuwa Bwana wa baraka katika Power Request. Asante Mungu wangu, maana Bwana utazidi kuwa pamoja nasi. Tunakurejeshea sifa na utukufu asubuhi ya leo, tukijua Mungu wangu unaenda kutenda na kutawala, na katika jina la Yesu Kristo Bwana tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante. Amen. Asante. Mungu akubariki dada Queen, na ninatamka baraka na matamkia amani. Natamka uponyaji kwa kila mmoja ambaye ni mgonjwa. Bwana asiwapungukie. Yule baba ambaye ni mgonjwa, maradhi hayapatikani kwenye vyombo vya hospitalini, tunatamka apone kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa vyombo vimeshindwa, Yesu hashindwi. Tunamtamkia uponyaji. Na wengine wote ambao ni wagonjwa, Mungu akawaguse, na wengine Mungu watendee sawa na mapenzi yake. Asante, tunawapenda. Tunatakia asubuhi njema na usiku mwema. Tuonane tena saa 3 ya usiku majira ya Tanzania. Bye, na niwatakie kila la heri.